Mambo vipi mtazamaji wa Kidani? Naitwa Sauda Hussein. Huenda katika maisha kuna watu ambao wanafanya ukatili wakiwafanyia watoto kama yale ambayo tunaendelea kuyaona kila siku katika mitaa yetu ama katika maisha yetu, na kuna athari kubwa ambayo inawapata watu hao. Leo nimekuja kumtembelea mwanamke ambaye yeye aliwahi kufanyia ukatili akiwa binti mdogo, na kwa sasa kuna namna maisha yamebadilika kwa sababu ya ukatili aliofanyiwa. Licha ya hayo hajakata tamaa, na kuna vitu vingi ambavyo anavifanya kuhakikisha kwamba wale ambao wanamzunguka hawapati ukatili huo. Ni nani na nini hasa ambacho anafanya? Jiunge nami katika Kidani mwanzo mpaka mwisho. Takwimu iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto yani UNICEF linasema kwamba takriban watoto milioni 400 duniani wanakutana na ukatili wa kimwili na kiakili katika mazingira ya nyumbani, ambapo 60% kati yao ni watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Taarifa za UNICEF zilizokusanywa kutoka nchi 100 kuanzia mwaka 2010 hadi 2023 zilijumuisha aina zote mbili za ukatili, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kimwili na unyanyasaji wa kiakili. Tafiti zinaonyesha kwamba kati ya watoto milioni 400 duniani, milioni 330 wanakutana na ukatili wa aina hizi, na huwafanya kupunguza kujiamini kwao na maendeleo yao kwa ujumla na kupoteza hisia ya kujithamini. Sabra Mohamed, ambaye kwa sasa ni mama wa mtoto mmoja, alikutana na ukatili wa kimwili na unyanyasaji wa kiakili. Hisia za uoga zikatawala na usiri ukafanyika, kitu kilichomfanya kutojiamini na kuamini watu katika maisha yake. Kidani kilienda kumtembelea na kutusimulia historia ya maisha yake na ukatili aliopitia na namna unavyomwathiri mpaka hivi sasa. Na hatari niko naye hapa dada Sabra. Mambo da Sabra? Salama kabisa. Za kwako? Namshukuru Mungu. Mzima kabisa. Namshukuru Mungu. Ete. Wengi mara nyingi wanafikiri Kidani ni watu fulani fulani hivi. Hebu elezee Kidani ya watu fulani fulani kweli? Hapana, ya mtu yoyote yule anaweza akafika akaelezea jambo lake. Uliamini kama leo uliamini kwamba ipo siku Kidani kingekutembelea? Nilikuwa naamini lakini sio sana, ila niliamini ipo siku na mimi itafika tu zamu yangu. Tutuambie wewe, kwa ambao hawakufahamu, wewe ni nani? Kwanza nyuma kidogo, kwa mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watatu, wa kiume 2 na wa kike nikiwa peke yangu. Mwaka 2003 ndo nilimpoteza mama yangu, na mwaka 2004 baba pia alifuatia. Tukachukuliwa na asante sana. Tukachukuliwa na bibi yangu mzaa mama, tukawa tunaishi huko, ilikuwa ni Dodoma. Baba yetu alikuwa ana nafasi fulani serikalini, alikuwa anafanya kazi serikalini, kwa hiyo tulikuwa tunahamishwa, leo tunaweza mkawada, kesho mko Dodoma, kesho kutwa mko Arusha, kesho. Kwa hiyo mpaka umauti unamfika tulikuwa tumetoka Arusha tumehamia Dodoma. Alihamishwa kikazi kwa mwanajeshi, alihamishwa kikazi Dodoma. Kwa hiyo mama alifarikia Dodoma na baba pia alifarikia Dodoma. Tukachukuliwa na bibi yetu mzaa mama, kwa sababu baada ya baba kufariki bibi yetu mzaa baba haiko sawa kiakili mpaka leo. Tukachukuliwa na bibi mzaa mama, tukawa tunaishi kwake, na kwa kipindi kile Dodoma mjini haikuwa mjini, yani ilikuwa ni bado mapori sana, yani hakujachangamka kama kulivyo sasa hivi. Basi nakumbuka mwaka 2006 nikiwa natoka shule, nilikuwa niko darasa la 5. Nikiwa na miaka 12, ilikuwa mwaka 2006 siku ya Ijumaa. Nilikuwa nimeishiwa daftari, nikawa nimeandika kwenye ganda la daftari ili nisikose yale masomo. Daftari limeisha na bibi yangu alikuwa hana uwezo wa kununua daftari liishe leo akununulie leo hiyo hiyo, lazima mwambie mjomba wangu, ndio mjomba yeye ajikusanye atununulie madaftari. Basi tukawa nimeishiwa daftari, nikawa nimeandika, tukakusanya. Mwalimu alivyoona akaniita pale, nikapewa adhabu ya kupiga magoti nje. Kwa hiyo nikatolewa nje, nikaenda nikapiga magoti. Kama inavyofahamika Ijumaa Sauda ni kwa Waislamu, huwa wanaruhusiwa mapema shuleni kwa kuamini kwamba wanaenda msikitini. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu wote waliruhusiwa. Mimi kwa sababu nina adhabu nilibaki pale na mwalimu. Mwalimu alikuwa ni wa kike. Kwa alipomaliza mambo yake ofisini ndo akaniambia tuondoke. Na hapo tulipokuwa tunaishi ni lazima upite pori ndo ufike shuleni, na upite tena pori urudi nyumbani. Yes, kwa hiyo mwalimu alivyomaliza pale akaniambia sasa unaweza kuondoka. Nikaondoka. Nikawa naondoka. Yeye alikuwa na baiskeli. Kwa hiyo nilikuwa nakimbilia ile baiskeli. Nilipofika mbele, lazima ukiwa mtoto lazima uchoke. Hata kama ni mtu mzima uwezo ukawa unakimbia muda wote. Kwa hiyo nilipochoka ilikuwa ni katikati ya porini. Yule mwalimu alikuwa ameshaondoka, baiskeli yake haikuwa na kiti kusema angenipakiza. Kwa hiyo ameshaondoka, amefika mbali, amepotea, mimi niko naendelea kutembea mdogo mdogo ili nifike nyumbani. Ndo pale sasa wakati nimefika katikati ya pori akatokea kijana mmoja shombe hivi.
akawa ananiambia samani, mimi ni mgeni maeneo haya, unaweza ukanionyesha njia inayotokea mjini? Sasa wakati ndo nimegeuka niweze kumuonesha njia, kumuelekeza ni njia anayotakiwa kupita, ndio akawa amenikaba na akawa amenibaka. Nilipoteza fahamu kwa sababu mtoto wa miaka 12 kushindana na kijana wa miaka kama umri wa 30 na ni ngumu. Nikapoteza fahamu kuanzia hiyo saa 6. Nikaja kupata fahamu ilikuwa saa 12 jioni. Hiyo fahamu imenijia ilikuwa ni mbwa anavuta ile sketi yangu ya shule, anabweka sana, ndio nikawa nahisi kama kuna mbwa anasikia. Yes. Kwa nikapata fahamu pale, nikaamka. Kuamka ndo nikakuta yule kijana ameshatenda aliyoyatenda. Na Mwenyezi Mungu amsamehe sana. Basi nikajitahidi kutoka pale kurudi nyumbani. Pole Sabra, pole. Take your time. Basi nikajitahidi pale, nikafika mpaka nyumbani. Nyumbani nikamkuta mjomba wangu, tulikuwa tunaishi nyumba zinatizamana, mimi na bibi yangu na kakaangu, alafu huku alikuwa anaishi mjomba wangu na familia yake. Mjomba wangu sijui alikuwa amejazwa nini na mke wake. Nilifika pale nikakuta ameandaa fimbo 5. Alinichapa mpaka zile fimbo zikaisha. Pole. Bila kuniuliza yani imekuaje, kwa nini umechelewa. Hakuniuliza yani kwa nini umechelewa, imekuaje, na sio kawaida yako. Alifika tu na kuanza kunichapa. Alinichapa sana. Yani nilichapa kwa kweli, yani mpaka ikafikia Jumatatu yake sikuweza kwenda shule kwa sababu nilikuwa siwezi kukaa nilipopigwa. Bibi yangu alikuwa anapenda kuniita mama. Akaniuliza, mama, leo kuna nini, mbona sio kawaida yako yani kuwa umechelewa kurudi? Ikabidi nimuelezee. Nilipomuelezea, unajua wazee wa zamani lazima akukague ili kuthibitisha. Kwa hiyo akanikagua bibi yangu, akaona kweli kile kitu kimetokea. Bibi yangu akawa anatwanga dawa ananiwekea kwa ajili ya kuweka vitu sawa yani. Kwa hiyo namshukuru Mungu nikaendelea vizuri. Hata wanafunzi wenzangu walipokuwa wakinipitia kwa ajili ya kwenda shule, walikuwa wanaambiwa anajipu hawezi kwenda shule, anajipu hawezi kwenda shule. Bibi yangu alikuwa ananitetea hivyo, na alikuwa akiondoka akienda shamba anafunga mlango. Yani mimi na ndani na mimi. Basi baada ya hapo miezi 3 mbele nikapata hedhi, ndo nikaingia mwanzo kwenye hedhi. Sasa sikuwa najua kama mwanamke lazima akutane na hivyo vitu. Sikusema, nilinyamaza kimya. Nilichokuwa nafanya ni lile godoro ninalolalia ndo natumia kujihifadhia. Yani naona labda nikiweka ili godoro ile damu haiwezi kutoka. Yani sijui hata wanajihifadhi vipi. Basi nikawa natumia magazeti. Yani chochote nitakachokuwa ninakiona ili kudhibiti ile hali, inabidi nifanye hivyo. Nitumie. Siku moja ilinikuta shuleni. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Semeni, sijui saizi uko wapi. Nilikuwa nimenyanyuka, nimeenda msalani raundi nyingi sana, mwalimu akamtuma. Nenda kamwangalie yule ana shida gani, mbona kila dakika anaenda msalani. Kwa alipokuja akanikuta mimi ndo naweka kipande cha gazeti kile cha kwanza kimeloa, kimekatika naweka kingine. Akaniambia, Sabrina, kumbe umekua." Nikamwambia, nimekua. Mimi nilikuwa nakuona bado mtoto mdogo." Nikamwambia, "Hapana." Kesho yake aliniambia, "Nitakuletea hela ukanunue." Akaniletea kweli shilingi 800 ili kununua pad. Nimenunua pad, sijui hata pad inavaliwaje. Unajua kwenye matangazo mengi ya pads huwa wanaonyesha na maji unamwagia. Mimi nilikuwa najua ukienda kununua unapewa na yale maji kwa ajili ya kumwagia. Umwagie ndo uvae. Pale dukani kwake alikuwa anauza na nguo za kike za ndani. Akachukua moja ndo akanionesha inatakiwa ivaliwe hivi, na yale maji ndo kitu ambacho kinatoka mwilini kwako kudondokea hapa. Ndo pale yule kaka ndo alinifundisha jinsi pads zinavaliwa. Basi 2011 bibi yangu ndo alifariki. Alifariki. Mwenyezi Mungu amrehemu sana, amsamehe pale alipoteleza. Unajua ukiwa mwanamke kwenye familia, hata kama ni binti mdogo, unabeba majukumu ya mama tayari. Lakini si mjomba alikuwepo? Nakumbuka wewe na mjomba yupo. Mnakaa jirani. Tulikuwa tunahudumiwa, yani chakula ni mpaka kibaki. Wabakize ndo tupewe. Kwa hiyo sometimes unakuta wamemaliza. Utakula nini?
chakula kimeisha, kwa hiyo inabidi utoke kwenda kutafuta. Nilikuwa naenda sehemu moja inaitwa One Way, kule kulikuwa wanajenga magorofa. Basi nikawa naenda kwa lengo la kubeba zege, lakini kuna baba na mama mmoja hivyo wakanasema mtoto asibebe zege, ni mdogo sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nabebeshwa tu mchanga, kupandisha juu mchanga. Na hiyo ndio moja ukipandisha juu ni shilingi 300. Kule nakumbuka siku moja nilikutana na mama mmoja anaitwa Madorini, ni watu wa kaskazini huko. Akawa ameniambia hii kazi itakufanya uumwe. Hata kama wewe unaona unabeba ndoo moja ndoo mbili, lakini umri wako baadaye utakuja kusumbuliwa na mgongo. Kwa akawa amenipa shilingi 3000. Akanipeleka sehemu moja Dodoma inaitwa Sabasaba, wanauza mitumba sana. Kwa akawa ananiambia nguo za watoto ndo zinanunulika zaidi kuliko za wakubwa. Kipindi hicho nguo unanunua shilingi 50, unauza 100, 150 au 200. Kwa nikawa naenda nilikuwa nauza sana kwa sababu walikuwa wananiona ni mtoto. Kwa wengi walikuwa wananunua kwa sababu ya uhuruma, sio kwamba mtu hata kitu amekipenda, hapana. Ananunua tu kwa sababu ya kukuhurumia. Kwa hiyo maisha yakaendelea. Baadaye 2012 nakumbuka ndo kifo cha Marehemu Kanumba. Ndo nikaja Dar es Salaam sasa kutafuta maisha, baada ya kuwa naona yani kule Dodoma, yani unajua ukiwa mkoani unaamini kwamba Dar es Salaam ndo kila kitu. Unaona ukifika Dar es Salaam ndo utapata maisha mazuri, utapata kila unachokihitaji yani. Unaamini ukishika tu hichi kimekuletea pesa. Ukishika hichi kimekuletea pesa. Kumbe mambo sio hivyo. Nani alikuleta Dar? Nilikuja mwenyewe. Ulichanga hela kwenye mitumba ukapata nikapata nikaja sasa Dar es Salaam bila kujua unafikia wapi ama kuna mahali unafikia? Kuna dada yangu mtoto wa mamangu mkubwa alikuwa anaishi Ubungo na mpaka sasa hivi anaishi hapo. Yeye mwenyewe alinishangaa kuniona, yani hakuamini kwamba huyu anaweza akafika mpaka huku. Basi ndo nikawa naishi pale kwake, na alikuwa anauza pombe za kienyeji. Kwa hiyo nikakaa pale 2012 na 13, 2014 nikawa kuna mdada tulikuwa tunaishi naye pale, ni mpangaji wa pale, akawa amenitafutia kazi Kariakoo. Nikaanza kwa kuuza mabaibui Kariakoo pale. Nilipomaliza kwenye duka la mtu. Kwenye duka la mtu nilikuwa nimeajiriwa. Baadaye nikahamia kwenye kazi ya saluni huko Kariakoo. Nikaanza kufanya pale kazi ya saluni 2014 na 15 nikafanya mpaka 2016. Hizo zote kuanzia 2014 ndo baba mtoto wangu alikuwa ananifuatilia sasa. Kutokana na kile nilichopitia haikuwa rahisi tu ya yeye kunielezea alafu nikakubali moja kwa moja. Ilichukua muda mrefu, karibia miaka 3 ndo nikaja. Siku hiyo akaniambia kulikuwa kuna show ya msanii fulani. Alinajua kabisa mimi napenda show za huyo mtu. Kwa hiyo mimi sikuwa natumia pombe. Alafu unajua mtu ukiwa hutumii pombe, ukiwekewa pombe kidogo tu unalewa. Kwa hiyo wakawa wananichanganyia kwenye juisi. Ile mimi nikiamka kwenda msalani, wao wanamimina pombe kali kwenye ile juisi. Nikija nikiona mbona hii juisi chungu, wanasema hizi juisi za boxi zimekaa sana, ndio maana inakuletea uchungu. Kumbe wao walikuwa wanaweka pombe mle kwenye juisi bila mimi kujua. Basi ikawa imetokea nikalewa nikazima. Wakanipeleka kwenye hoteli. Sijui sasa rafiki yangu alishiriki kunipeleka au ni yule baba mtoto wangu tu, kwa sababu alikuwa na usafiri wake. Akanipeleka mpaka hotelini, likatendeka lilotendeka, ndo nikapata ujauzito. Naam. Bado tunaendelea hapa na dada Sabra, na story yake kidogo ni ya kuhuzunisha na kufundisha, hasa kwa wazazi, jamii ambayo inatuzunguka na mambo kama hayo. Tunapata mapumziko kidogo, tutarejea hapa na tutaendelea hapa na Sabra. Nikusihi tafadhali usiondoke, na kuna namba ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0888475656. Kama unalo la kuchangia, tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi na usipige simu. Na tunarejea baada ya mapumziko mafupi. Kipindi hewani ni Kidani na mimi ni Sauda Hussein, na bado tuko hapa na dada Sabra Hani ambaye ni muuzaji kwa sasa, mfanyabiashara wa asali, na mambo mengi ambayo ametuzungumzia hapo awali tutaendelea naye pia hapa katika Kidani. Dada Sabra, na sasa asubuhi sasa kumekucha. Mimi nataka kujua kuanzia hapo, baada ya kucha asubuhi ukajikuta sehemu ambayo sio ya kwako, yani kwa maana ya nyumbani kwako, ukiwa na mtu ambaye mlinda naye mahali kwa ajili ya kwenda kuenjoy, alafu ghafla unajikuta pale. Hakuepo, alikuacha? Nilikuta tu niko peke yangu na sikuwa na mavazi yangu. Baada alikuwa ameniachia ujumbe kwamba mimi nimetoka, nimeelekea kazini, kwa hiyo ukihitaji chochote hela itakusaidia. Akawa ameacha pale. Kwa sababu nilikuwa na namba yake ya simu, nikampigia, nilipompigia hakupokea kwa wakati.
Nilichokifanya nikajiandaa, nikarudi zangu nyumbani kwangu. Siku hiyo nikasema ngoja niende hospitali, nikaenda Mnazi Mmoja. Nikachekiwa ultrasound pale, ndo akaniambia kwamba na mimba ya miezi 5. Nilichoka. Yani sikuweza kunyanyuka pale kitandani. Walikuja kuninota tafikiri mgonjwa mahututi, yani si ndo pressure, si nini, yani sikuwa na nguvu kabisa, hata kusimama sikuwa naweza kusimama. Sababu nilikuwa nawaza jinsi maisha yangu yalivyo, alafu naenda kuwa na mtoto. Yani nikawa naona mzigo juu ya mzigo. Basi nikampigia simu. Hapo kipindi hicho chote hatukuwa na mawasiliano, kwa sababu yani mtu anakuingilia bila ridhaa yako, huwezi kumuona kama huyu ni mtu ni mwema. Lazima utamweka kwenye kundi la wale kule ulikotoka. Akaniambia kwa hiyo umeenda kwa watu wako, wamekujaza ndo unarudi kwangu. Kwa hiyo akawa na mimi nina mahusiano mengine, ndo huyo mwenye mahusiano nilokuwa na mahusiano naye labda kanipa mimba kakataa, alafu mimi ndo narudi kwake. Lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo nikajifungua, hata nilipojifungua nijifungua kwa operation. Akaambiwa, akachangia. Akasema sio kwamba nachangia kwa sababu mtoto ni wangu, nachangia kwa sababu ni binadamu, Muislamu mwenzangu, alisema ni Muislamu mwenzangu, kwa nachangia. Akatoa pesa iliyokuwa inahitajika hospitali, kalipwa, nikarudi nyumbani, akatuma tena na kiasi kingine, akakata mawasiliano. Kwa hata ukimtafuta, namba hajawahi kubadilisha. Namba yake ndio hiyo miaka nenda miaka rudi, lakini yani tu ile kama baba kutake zile responsibility zake. Nakumbuka siku moja nilikosa kodi. Nikawa nadaiwa kama miezi 3 hivi, mwenye nyumba akaja, kulikuwa ni ile ya kufunga na kufuli, akaja akafunga kwa juu. Alipofunga pale kwa juu, nikawa sina pa kulala, nitaenda wapi na mtoto? Kwa hiyo nikawa nasubiria wapangaji wenzangu wakishaoga na kausha kule bafuni, ndo nalala na mtoto. Nililala kwa muda wa siku 3. Sasa siku hiyo ya 3 ndo imekuja wale wapangaji sasa. Yani tulilala, huwa tunaamkaga saa 11 ili watu wasijue. Lakini sasa tulikuja tukalala tukapitiliza. Mungu alivyokuwa na makusudio yake. Tukalala tukapitiliza mpaka saa 3. Yani tumekuja kushtuka baada ya jua linapiga sana kwenye macho. Ndio nashtuka, kumesha kucha. Kumbe wapangaji walikuwa wanataka kuoga, wameingia, wametukuta, wakaamua kuogea msalani. Basi ndo kuna kaka mmoja alikuwa ni mcheza mpira wa Kagera Sugar, ndio tulikuwa tumepanga naye. Akaniuliza, "Sabri, kuna nini?" Nikamwambia hamna kitu. "Hapana, usinifiche, nieleze kama ninaweza kusaidia, nijue na kusaidiaje." Ikabidi nimwambie ukweli, nadaiwa na kama unavyoona kuna kufuli 2 mlangoni. Wao walikuwa hawajui kwa sababu chumba kilikuwa cha kwangu ni cha mwisho kabisa kule. Kwa hiyo wakajichanga wale wawili ndo wakanilipia kodi sasa. Nikawa naendelea kukaa pale na nikawa naendelea kufanya ile biashara. Nakumbuka siku moja nilikuja kukutana na dada mmoja anaitwa Naswiat Brembo. Sijui kama unamfahamu, ni muuza vipodozi maarufu sana. Anauza vipodozi vya asili. Alikuwa ana group za kuheal, yani kutoa yale machungu yote, sijui nini, unaweza ukapona, ukaanza upya, sijui vitu gani. Mimi nilikuwa ni mtu wa kulia. Likifika mtihani mimi ninalia. Yani kikweli hajawahi kutaka hata kuja kupaona kwangu wala nini, lakini aliniamini kwa 100% zote. Akasema sawa, mimi nitakusaidia. Kwa akawa analipia kodi, akaniambia unataka kufanya biashara gani? Mimi nilikuwa nimevutiwa sana na biashara ya asali baada ya kuona kwamba sukari, yani sukari ni ina madhara sana kwa watu. Nikawa nawaza nitafanya biashara gani? Hii ya shilingi, sisemi kwamba shilingi 100 ni pesa ndogo, lakini kuweka 100 mpaka uje ufikishe laki ulipe kodi ni jambo gumu sana. Akanipa mtaji mara ya kwanza, nikautumia ukaisha. Akanipa mtaji mara ya pili, nikautumia yani nikawa nikiuza kile tena nakula. Baada ya kusave nile kidogo kingine niweke kwa ajili ya mtaji ili msingi usife, mimi nikawa natumia. Nikanipa mara ya kwanza, ya pili, ya 3, mara ya 4 akaniambia mimi sikupi tena. Sasa hebu ngoja nataka nijue unataka kufanya nini. Yani kwa sababu kila ninavyokupa huinuki, unazidi kuanguka, bado kuna shida. Akaniita ofisini kwake pale Magomeni, tukakaa tukazungumza. Mimi nilikuwa ni mtu wa kulia. Siku hiyo aliniambia lia, yani lia unavyotaka kulia. Ukiondoka hapa uwe mtu mpya, ukaanze upya. Unajua dada Sauda, niseme yule dada ni kama malaika kwa sababu gani? Hakuna mtu wa kukupa wewe furaha kila siku. Wewe akikupa msingi umeisha. Akikupa umeisha kwa muda wa mara 4, mtu mmoja. Ni ngumu sana kwa sababu hata yeye ana familia yake, ana majukumu yake, yes. Ana majukumu yake. Hawezi akawa anakupa wewe kila siku wewe tu. Ni ngumu sana. Kwa hiyo siku hiyo akanipa nauli, akaniambia naenda nyumbani kajifikirie tena.
kama huwezi biashara, sema biashara nyingine ambayo utakuwa unaimudu uweze kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Na ni ukweli kwamba hata mimi ningekuwa ninamsaidia mtu, ningetaka kumuona atoke pale afike level fulani. Sio kila siku yeye ndo anazidi ku drop chini. Basi sawa, nikarudi nyumbani, akanipa nauli, akanipa na pesa kidogo utanunua chakula. Nikarudi nyumbani nikakaa kama wiki, nilikuwa nikimpigia simu hapokei. Kila nikimpigia hapokei. Siku hiyo yeye mwenyewe akanipigia. Haya, umeshajitafakari mdogo wangu? Nikamwambia ndio. Akanipa tena mtaji wa asali dumu hizo 2. Mwanzo alikuwa ananipa dumu moja, safari akanipa dumu 2. Kweli nikawa ile dumu 2 imeenda ikakuwa kubwa. Ikatokea unajua biashara ya asali ni unatuma pesa ndio wanakutumia mzigo. Wao kukuamini wewe ni ngumu, ila wao wanataka wewe uwaamini kwa kuwatumia pesa, wao ndio wakutumie mzigo. Tutumie basi namba ya mzigo, hatumi. Ikaenda hivyo kwa ule msingi ukawa umepotea. Basi ikabidi tena akawa ndo yule dada huwa anaandaa event, akawa ameandaa event moja inaitwa Somo na Mwari. Ilifanyika DYCC pale. Kwa kuenda pale DYCC ndo mimi nikamuomba tena, nikamwambia kwa sababu kuna wanawake zaidi ya 1000 hapa, naomba nililete jambo langu tena hapa. Nikaenda nikazungumza naye, akakubali. Akasema sawa, haina shida. Nikaenda nikazungumza na wale wanawake, wakanichangia pesa. Ndo nikainuka tena, nikaanza upya kwenye biashara yangu ya asali. Kwa sasa hivi ndo nafanya biashara yangu ya asali, ndo inaendesha maisha yangu hivyo. Sina wateja wengi, lakini alhamdulillah mteja mmoja kwa siku, 2 sikosi. Mungu ananipa. Yes. Kwa hiyo unachokifanya, unakuja unafanya packages mwenyewe? Nafanya package mwenyewe. Naanza kwa kuchuja, nakuja naiacha kidogo uchafu tena mwingine. Asali na uchafu mwingi sana. Kwa uchafu mwingine unasogea kwa juu, natoa, alafu ndo naanza kupaki sasa kwenye chupa. Vipi changamoto kwenye biashara hii ikoje? Changamoto yake kubwa yani niseme changamoto kama 2 au 3. Ya kwanza ni ile unamwamini mtu, unamtumia pesa, alafu baadaye anaingia mitini. Hiyo ni changamoto kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu. Unakuta ana post, unaona asali yake ni nzuri, ngoja nimtafute nifanye naye biashara, lakini kumbe yeye ni tapeli. Alafu kingine ni kwamba mimi sina ofisi, napigiwa simu. Labda kama hivi watu wakiona watanipigia simu. Anakupigia mtu simu, anakuambia niko Kibamba, unamtajia mpaka delivery ya Kibamba, unafika Kibamba pale, hapokei simu, hapatikani. Tayari ushapoteza muda wako mpaka kwenda Kibamba. Umepoteza nauli. Kwa changamoto yani kubwa ni kwa wateja na pia na kwa watu unaofanya nao biashara, wanakuwa sio waaminifu. Kwa kumalizia, kwa yale yote ambao umeyapitia Sabra, ni mengi naamini, na jamii ndio ilitenda yale kwako. Unafikiri tuanze na wazazi, nini ambacho unatakiwa kuwafanya kwa watoto wao? Namna gani wanatakiwa kuishi na watoto? Naomba nizungumze na yoyote anayepita kwenye changamoto yoyote ile. Kuna Mungu. Yani take your time. Pole. Ukiamini kwamba kuna Mungu, yani Mungu atanitoa hapa, atanivusha, nitafika level fulani, nitafika nafasi fulani, basi hakuna kinachoshindikana. Amini kwanza, yani cha kwanza kuwa na imani kwamba kuna Mungu. Haijalishi wewe ni dini gani, haijalishi wewe ni dhehebu gani, au haijalishi wewe ni jinsia gani unapitia kwenye hicho kitu. Mungu yupo, Mungu anaona, Mungu anashuhudia kila unachokipitia. Na Mungu analipa hapa hapa. Kwa yule aliyenitendea mimi unyama, sitaki kumhukumu, hiyo sio kazi yangu. Mungu atadili naye kwa kadri yeye anavyoona. Na wewe unaipitia changamoto sasa hivi, haijalishi ni nini unachokipitia, na sio kila unaoenda kumuelezea ni mtu sahihi kwako. Hapana, kila mtu ana yake anayoyapitia, kila mtu ana kitu chake kinachomuumiza. Jaribu kuongea na Mungu, zungumza na Mungu wako kwa imani yako wewe. Zungumza na Mungu wako. Mungu atajibu kwa wakati wake, sio kwa wakati unaotaka wewe. Na pia tuamini kwenye Mungu. Haijalishi unapitia nini, kwa sababu nishajaribu kujiua mara kadhaa kwa kunywa sumu kabisa.
sumu hii, wanauza sumu za panya za nini, nimeshawahi kunywa kabisa. Sisemi hii kwa sababu labda najisifia, nasema kwa sababu Mungu hakutaka niondoke. Alitaka leo nije kwa ushuhuda kwa mtu mwingine ambaye anapitia labda changamoto fulani, amekata tamaa, anaona kwamba maisha yameishia hapa. Sio kweli. Kuna maisha mengine ambayo Mungu ameandika, ambayo sisi ni ngumu kuyajua. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Tulikuwa na Sabra hapa, tumezungumza mengi sana kuhusiana na historia ya maisha yake, changamoto alizozipitia. Kwa wale ambao sasa wana tabia ya kufanya unyama kwa watoto, watu wazima, tafadhali, sio tabia nzuri, sio tabia ya kiungwana. Kuna namna unambadilisha mwenzako anakuwa na maisha ya huzuni, na tuamini kwamba malipo kama sio duniani basi kwa Mungu tutayakuta. Lakini pia kwa wale ambao wangependa kumsupport Sabra katika biashara yake ya asali, kuna namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0888475656. Hiyo ni namba yangu mimi. Kwa hiyo ukinitumia mimi ujumbe mfupi wa maandishi, nitakutumia namba ya Sabra na kukuunganisha naye moja kwa moja. Lakini pia katika mitandao ya kijamii andika Sauda_Kidani Show, UTV TZ ama Azam TV TZ. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.